wetu Senator Fatuma Dulo. Salamu alaikum. Habari zenu. Your Excellency the President William Samoei Ruto, Your Excellency Deputy President Rigiji, karibuni sana kwanza Isiolo. Your Excellency, mimi ningependa kusema machache peke yake. Ya kwanza, kabla sijasema yangu na niseme ya wana Isiolo, tunakushukuru kwa sababu ulipatia kijana yetu Nurdin DG ya NIS. By extension ni kijana yetu. Tunakushukuru sana. La pili, ningependa kuambia wananchi wa Isiolo, mimi mahali niko, mimi ni product ya president. Na sababu ya kusema hivi, 2013 nilikuwa nataka kuwania kiti ya women rep. Akaniambia hapana, ni support Mheshimiwa Rehema anipatie nomination. Na alinipatia hiyo nomination kama nominated senator 2013 pamoja na Mheshimiwa Duale ambaye yuko hapa. Kwa hivyo nawashukuru sana. Jambo la pili, Your Excellency, siasa ni mbaya na ni mzuri. Sisi kidogo tulipitana na wewe 2022. Inaweza kuwa by good luck or by bad luck. Kwako pia ilikuwa mzuri na kwetu pia ilikuwa mzuri kwa sababu tuliweza kupata hizo viti hata kama tulipitana. Lakini vile women rep yetu wamesema, sisi tulikuwa tukiomba kura, hasa wananchi walikuwa nasema, hata tukienda kwa rally wanakuambia we omba kiti yako, wachana na ingine. Na sisi tunakunja mkia, tunaondoka. Kwa sababu kama hatutafanya hivyo, tutapoteza yetu pia. So kwa hivyo, Mwenyezi Mungu amekujalia, mumepata kiti. Sisi wengine tulisupport mzee Kitandawili. Na tulimkampenia. Lakini la ajabu, tulipoingia bunge, tunaambiwa watu wa Isiolo hawajapigia kura Azimio. Kila siku nyimbo katika Senate na bunge, Jubilee haijapigia kura Azimio. Hiyo maneno ilitukera sana, Your Excellency. Sisi kama wajumbe wa Jubilee tumeita Uhuru Kenyatta as party leader tangu tulichaguliwa mpaka leo. Alikataa kuja kukaa chini na sisi. Na sisi tukawa mayatima. Tunanyanyaswa na ODM, tunanyanyaswa na Wiper. Tukakaa chini tukasema sisi wana Jubilee tumechaguliwa na wananchi, ni lazima tujipange. Na tulijipanga, tukakuja kwako. Na mimi siwezi kuomba msamaha kwa kuja kwako, kwa sababu Jubilee wewe ndio umeanza ya kwanza. Ya pili, wewe ni baba yangu na ndugu yangu. Ya tatu, sisi wafugaji kama hatuko ndani ya serikali hatuwezi faidika. Hiyo barabara tunakuuliza hapa leo hatuwezi pata. So ni lazima tuwe ndani ya serikali. Na nilipokuja kwako, sijaambia watu wangu hapa Isiolo, nikafurushwa kama minority whip. Mimi nikasema, pahali iko intimidation, pahali iko harassment, mimi siwezi kaa. Hiyo kiti ichukuliwe
niweze kuserve wananchi wa Isiolo kama backbencher, and I'm happy to do that. Your Excellency, mimi na kushukuru kwa sababu ulitushikia mkono wana Jubilee. Umenishikia mimi mwenyewe mkono, tumekaa chini na wewe. Ninakushukuru sana, hata kama tulikuasi, utusamehe. Mimi nimekaa na wewe, nikaomba msamaha kibinafsi. Kwa hivyo, leo, mimi nimevaa viatu ya kujenga wewe. Gavana, kidogo tu. Kidogo tafadhali, sijasema mambo ya Isiolo. Jambo lingine ningependa kusema, umepatia wananchi ama wale ambaye wamekosa viti nafasi. Kuna mmoja ambaye nilimwaga hapa anaitwa Nu Ibrahim. Mimi sina shida, apewe kazi. La pili, ako hapo nyuma yako. Unajua siasa hujui vile itaenda kesho. Nitaweza kuwa hai ama yeye asiwe hai. Mwenyezi Mungu ndo anajua. La pili, kuna vijana wengi ambaye hawajapata kazi. Na nimeambiwa nikuambie hivi, Isiolo ni cosmopolitan. Kuna communities ambaye tumewacha nyuma. Na nafikiria wakati tulikaa na wewe nilikuelezea. Ya kwanza, recruitment ya national government. Turkana community hawajapatiwa nafasi yoyote. Ya pili, Meru community hawajapatiwa nafasi yoyote national. Ya tatu, Somali community hawajapata hata nafasi moja. Na kuna kijana mdogo ambaye anaitwa Omar ako hapo nyuma yako, aliwania kiti ya deputy governor, tunaomba umshikie mkono. Kuna Wasamburu, kuna Wakikuyu, hata kama my party leader amesema hajaona Wakikuyu. Kuna Wasamburu pia. So kwa hivyo tutakuletea chini ya governor. Tafadhali sana tunaomba wewe uangalie hawa communities wote, ili wasiseme hawa Borana wanajiangalia peke yao, wanatuacha nje. Jambo lingine ningependa kusema ya Isiolo, Your Excellency, ni mambo ya LAPSSET ambaye wenzangu wameongea. Nitakimbia haraka. LAPSSET ya Isiolo imesahaulika, imekwama. Kwa hivyo tunakuomba uwashe hiyo engine, LAPSSET ya Isiolo ianze na iendelee. Kuna station inaitwa Station 9 kati ya Isiolo na Garissa. Hiyo Station 9 ilikuwa ndani ya Isiolo, lakini jamii ya Garissa wamesettle hiyo area ambaye ina cause conflict. Kama watu wa Garissa wamechukua hiyo Station 9, sisi tunaomba Station 10 ama 11 tupatiwe sisi wananchi wa Isiolo. Your Excellency, mambo ingine ningependa kutaja, kuna mabarabara zimejengwa na Kura katika Isiolo Central. Hizo mabarabara ziko katika vijiji. Isiolo mvua ikinyesha huwezi kwenda nyumbani, unakwama. Hizo barabara zimekwama, ziko 8. Tunakuomba tafadhali uangalie hizo barabara. Ni distance kidogo kama kilomita 10 peke yake. Your Excellency, mambo ingine ningependa kusema, tukienda Merti tunachukua 5 hours. Na wewe unajua Merti by air. Merti hata kukuaruza hiyo barabara for the last 10 years ya mara peke yake haijafanywa. Wamama wakitoka Merti kuja Isiolo wanakufa barabarani kwa sababu ya ile leba. Your Excellency, tunakuomba hiyo barabara uangalie. Mwenyezi Mungu ndio amekuleta hapa leo na tunakuomba. Mambo ya insecurity. Kuna mahali inaitwa Mlango hapa katika Isiolo. Hiyo mahali ni bloodshed ya communities wa Isiolo. Kuna watoto wengi wamebaki mayatima, kuna wamama wengi wamebaki wajane. CS Kindiki alituahidi RDU katika hiyo mahali na tunamshukuru, tunaomba tafadhali iharakishwe.
Jambo lingine ningependa kusema, Your Excellency, ni mambo ya ardhi. Ndugu yangu Duale, nimeongea na wewe. Last parliament tuliambiwa ya kwamba tukipatia KDF alternative land, jeshi watahama. Mahali ambapo wako, na najua Mheshimiwa Duale anajua kwa sababu ni department yake, ni karibu na vijiji. Hizo vijiji wanajeshi wakifanya operation inasumbua wananchi, because it is even dangerous for them to do their practice. Tunakuomba pamoja na governor, tumekuelezea tufanyiwe haraka, kwa sababu area kama Ngaramara na 78, Mheshimiwa Duale, askari yako wanasumbua wananchi, hawalali usiku na mchana. Tafadhali sana tunaomba hiyo mambo yaharakishwe. Governor atawapatia alternative land outside town. In fact, jeshi imebox sisi into a corner. Tuko na jeshi 78 itinerary wako nyingi sana. So kwa hivyo tunaomba mambo ya jeshi ututatulia haraka. Ya mwisho, Your Excellency, unajua kuna wananchi wa Isiolo hawajui siasa Nairobi na hawajui mambo vile inaendelea Nairobi. Juzi tulipigana na Sifuna katika bunge ya Senate, akiwa anapiga vita wananchi wanabunge wa Jubilee. Alikuwa akisema ya kwamba sisi wana Jubilee tulivote against revenue ile ambaye tulipitiza. Unajua watu wakikosa kazi wana mengi ya kusema. Na mimi wananchi wa Isiolo mumenituma niwafanyie kazi. Na mimi siwezi kufanya ile kitu ambaye itadhulumu nyinyi. Sisi kama bunge tulikaa chini tukapitiza 385.3 billion. Tumekubaliana? Ambaye ni akaunti yote. Mwaka iliyopita tulikuwa na 370. Hii wajinga wa ODM na Wiper wanarukaruka hapa wakisema ya kwamba sisi wengine tulivote against counties kupata pesa. Lakini mimi ninajua ya kwamba tuliongeza 15.3 billion katika hiyo budget ambayo tulipitiza. Tulipoteza ama hatujapoteza? Na wauliza, najua social media for the last 1 week nilikuwa napigwa vita. Na ninajua kuna wengine pia wamechangia. Sio hoja, lakini mimi mkinituma siwezi kuwadhulumu. Na mimi nitafanya yale ambaye itawafaidi. Na mimi ninawahakikishia kutoka leo, mimi ni foot soldier ya president and his deputy, na tunawashukuru kwa sababu mulituweka katika PG ya Kenya Kwanza. Ya mwisho kabisa, mimi niliongea na Rashid ule alikuwa deputy wakati ulikuwa deputy president akifanya kazi na wewe. Rashid aliniambia kuna mambo mengi inahusika, mambo ya compensation ya barabara ya Isiolo Madogashe na mambo ya Lapset. Kwanza, Your Excellency, kuna mambo ambayo inatutia uchungu sisi watu wa Isiolo. Watu wetu ni maskini. Wengine hawana permanent houses. Hii Isiolo Madogashe project, nyumba nyingi zimevunjwa. Mimi najua CEO wa NLC yako hapa, na ninakuomba huyu mama uconfirm msichana wa kutoka Northern Kenya ambaye ni acting CEO ni yeye peke yake. Your Excellency, hawa kora wa NLC walitupatia pesa chini ya Nuno Madogashe. Wanahesabu nyumba, wanawacha ardhi, kwani nyumba imejengwa juu ya hewa. Na sheria inasema there must be comparative jurisdiction in compensation. And our comparative jurisdiction ni Nuno Madogashe. Kwa hivyo tunakuomba uingililie haya maneno
ili watu wetu wapate haki yao. Kwa haya machache na mengi, ninasema karibu nyumbani. Mimi hata kama tumepitana, nimekuomba msamaha. Tuko pamoja, umenikaribisha kwako. Asanteni sana, karibuni nyumbani. Thank you so much. Wapi makofi ya Seneta Fatuma. Gavana wa Marsabit, karibu.